Naam, karibu sana mtazamaji wa Biromo TV. Hapa ndo kijiwe kikubwa cha kuzitazama taarifa za kimichezo, na leo tuko na taarifa kubwa kweli kweli kuhusiana na ratiba ya ligi kuu ya soka ya NBC Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2026-27 imetoka rasmi leo Julai 20 mwaka 2026, ambapo mechi za ufunguzi wa ligi hiyo zitaanza kuchezwa Agosti 14 mwaka 2026, huku mechi za kufunga pazia ya ligi kuu Tanzania bara zikitarajiwa kuchezwa Mei 16 mwaka 2027. Taarifa zote tuko nazo hapa, lakini pia mechi za kwanza za Simba, Yanga, Azam na kuja kukujuza hapa. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe Biromo TV, hakikisha una share, una like, unaweka na comment yako ili twende vizuri zaidi. Mimi ni Andrew Emmanuel Kadida na tayari niko hapa kuhakikisha kwamba ninakupa taarifa zote za ratiba ya ligi kuu ambayo tayari imekwisha wekwa hadharani. Ratiba ya ligi kuu Tanzania bara leo kwa msimu wa mwaka 2026-27 imetoka rasmi, na mechi za ufunguzi wa ligi hiyo zitaanza kuchezwa tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu 2026, lakini mechi za kufunga ligi kuu zinatarajiwa kuchezwa mwezi wa 5 tarehe 16 mwaka 2027, siku mbili kabla ya mechi za ufunguzi wa ligi kuu bara msimu wa mwaka 2026-27. Kutakuwa na pambano la ngao ya jamii mwaka huu 2026 itakalopigwa Agosti 12 mwaka huu, ikiwakutanisha watani wa jadi Simba na Young Africans. Dabi ya kwanza ya Kariakoo kati ya Simba Sports Club dhidi ya Young Africans kwenye ligi kuu ya Tanzania bara itapigwa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2026, huku mchezo wa marudiano ukitarajiwa kuchezwa Februari 6 mwaka 2027. Lakini ligi ya soka Tanzania bara msimu wa mwaka 2026-27 inatarajiwa kumalizika mapema zaidi kwa msimu huu, hatua inayojulikana ili kupisha maandalizi ya fainali za michuano ya AFCON katika mataifa ya Afrika mwaka 2027. Kama tunavyofahamu kwamba mashindano ya AFCON yatakuwa yanafanyika hapa Tanzania. Nchi tatu Kenya, Uganda na Tanzania ndio wanaandaa mashindano haya ya AFCON mwaka 2027. Kwa hiyo lazima ratiba itoke mapema na mwisho wa siku mechi zichezwe mapema kwa ajili ya kuandaa wachezaji ambao watakuwa wameitwa katika kikosi cha timu ya taifa, kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri zaidi na kuweka muda mzuri kwa ajili ya kujikita zaidi katika kuandaa mashindano ya AFCON mwaka 2027. Sasa mechi za kwanza za Simba Sports Club. Tuanze na mechi za kwanza za Simba Sports Club. Simba wamekuwa na wakati mgumu sana. Kwa nini nasema hivyo? Tazama mechi yao ya kwanza, wanaanza na Kagera Sugar, timu ambayo imekuwa ikiipa tabu sana pale Bukoba. Mechi ya kwanza ni tarehe 16 mwezi wa 8, manake mwezi kesho huu. Kagera Sugar dhidi ya Simba Kaitaba Stadium Bukoba mjini wa haya warandizi kule lakini tarehe 19 Pamba Jiji dhidi ya Simba pale Mwanza CCM Kirumba, lakini tarehe 22 Agosti Singida Black Stars. Hii mechi itapigwa katika uwanja wa Airtel Stadium pale Singida, lakini tarehe 27 mwezi wa 8 Simba atacheza na Coastal Union katika uwanja wa Uhuru Stadium pale Dar es Salaam, wakati tarehe 31 mwezi wa 8 Simba atacheza na Geita Gold katika uwanja wa Uhuru Stadium. Kwa hiyo Simba Sports Club mchezo wa kwanza atakuwa nje ya Dar es Salaam, mchezo wa pili nje ya Dar es Salaam, mchezo wa tatu nje ya Dar es Salaam, lakini hii michezo mingine miwili atakuwa nyumbani Dar es Salaam pale katika uwanja wa Uhuru Stadium, uwanja ambao umechaguliwa na Simba Sports Club kuutumia kwa kucheza michezo yao au michezo yake ya nyumbani. Unaona bwana. Kwa hiyo ratiba iko hivyo kwa upande wa Simba. Simba nianza na Kagera Sugar. Kagera Sugar ukimtazama ni timu ambayo ilikuwa imeshuka daraja, lakini imemaliza nafasi nzuri katika ligi ya Championship, kimaliza nafasi ya pili na kupanda moja kwa moja ligi kuu. Geita Gold wao walishinda ubingwa
wa championship na kurudi rasmi ligi kuu NBC Tanzania Bara. Na Kagera Sugar pale Kaitaba amekuwa akimpa tabu Simba. Kuna mchezo mmoja iliwahi kwenda kushuhudia pale, nakumbuka alikuwepo mchezaji kutokea Uganda Hamisi Kiza Diego. Mchezaji huyo ambaye alichezaga kwa muda mrefu, lakini baadaye akaja kumalizia soka lake pale Kagera Sugar. Aliwafanya kitu mbaya Simba Sports Club na kushinda 1-0, mchezo ambao uliwaraza vibaya wana Simba. Kwa hiyo historia kati ya Simba na Kagera Sugar huwa ni mbaya sana, hasa Kagera Sugar akiwa katika dimba lake la nyumbani. Lakini kumbuka kwamba unakuwa ni mchezo wa kwanza. Kama kuna kuwepo na sajili nyingi ambazo zinakuwa zimefanyika kwenye klabu, bado naona kwamba wachezaji wengi wanakuwa hawajapata mwelewano, ile partnership nzuri na kuwa bado haijawa vizuri zaidi. Kwa hiyo tutashuhudia mchezo mzuri wa kwanza wa Simba Kagera Sugar dhidi ya Simba Sports Club Kaitaba Bukoba mjini. Hii lazima nitakuwepo live kabisa pale Manispa ya Bukoba. Napenda sana hivi vitu. Yaani kwa hali yoyote lazima niwepo. Nikuomba uzima tu. Haya, twende sasa tuitazame Yanga. Michezo mitano ya mwisho, mechi 5 za kwanza za Young Africans. Mchezo wa kwanza Yanga anacheza Agosti 15 na Namungo FC katika uwanja wa Majaliwa Stadium. Mchezo wa pili anacheza tarehe 20 Agosti, yani mwezi wa 8. Kuna wengine nikisema Agosti wanasema jamaa mbona anatuchanganya huyu. Agosti ni mwezi wa 8. Tarehe 20 Coastal Union dhidi ya Young Africans katika uwanja wa Uhuru Stadium. Lakini tarehe 24 mwezi wa 8 JKT Tanzania Uhuru Stadium pale. Lakini tarehe 28 mwezi wa 8 dhidi ya Pamba Jiji Uhuru Stadium. Lakini tarehe 1 mwezi wa 9 Fountain Gate dhidi ya Yanga Sheikh Amri Abedi Stadium pale jijini Arusha. Unaona bwana. Kwa hiyo mchezo wa kwanza Young Africans atakuwa anacheza na Namungo ugenini. Bado Namungo amekuwa akionyesha kwangu bora sana anapokuwa anacheza mechi zake za nyumbani. Na hizi michezo ya kwanza zimekuwa na changamoto, timu nakuta bado zinakuwa hazijajipata. Unakuta baadhi ya timu ndo zimesajili wachezaji hawajawa na combination nzuri, muunganiko wa timu bado haujaonekana. Kwa hiyo kwenye hizi mechi za kwanza ndio mechi za kuwa muhimu na kutengeneza mazingira ya kuwa bingwa. Ukianza kupoteza mechi za kwanza unaweza ukajitoa kabisa kwenye ulingo wa kuania ubingwa wa ligi kuu. Kwa hiyo hizo ni mechi za 5 za kwanza za Young Africans. Tumetazama kwa Simba hapa karibia michezo 3 ya kwanza ataanzia nje, yani away. Lakini kwa Yanga michezo 3 ya kwanza ataanzia home. Mchezo wa kwanza anaanzia away, lakini michezo mingine 3 inayofuata ni nyumbani. Lakini mchezo mwingine mmoja wa 5 wa mwisho wa Fountain Gate anacheza away. Kwa unaweza ukaona tofauti namna ambavyo ulivyo katika ratiba hii ya mwaka 2026-27 msimu huu mpya. Lakini twende tumtazame Azam FC, mechi 5 za kwanza za Azam FC. Agosti 15 atakuwa anacheza na Police Tanzania, yani mwezi wa 8 tarehe 15 cheza na Police Tanzania katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi Stadium Arusha. Lakini tarehe 20 mwezi wa 8 atakuwa anacheza na TRA United, hawa wanajiita wazee wa Bamnyogote katika uwanja wa Azam Complex. Lakini tarehe 23 Pamba Jiji dhidi ya Azam uwanja wa Azam Complex. Tarehe 28 Geita Gold dhidi ya Azam FC uwanja wa Bukombe Stadium. Lakini tarehe 31 Azam anamaliza na Kagera Sugar Kaitaba Stadium. Mimi naomba niwape onyo hizi timu kubwa za Tanzania bara. Unapoenda pale Kagera Sugar pale Bukoba, nataka uende umejipanga ndugu yangu. Hii timu mpaka imerudi ligi kuu Tanzania bara. Kumbuka kwamba imeshuka na imerudi kwa msimu mmoja, hajapotea msimu hata mmoja. Imeshuka msimu mmoja na imerudi msimu huo. Kwa hiyo sasa hivi wamejidhatiti sana. Hawana majina makubwa ambayo wanatisha, lakini Kagera Sugar tunaifahamu ni timu ambayo imekuwa inatoa challenge kubwa sana kwa timu hizi za Simba na Yanga na Azam FC, bila kuisahau
Singida Black Stars. Nilikuwa najaribu hapa kuangalia utazama Simba mchezo wa kwanza anacheza tarehe 16, alafu anakuja kucheza tarehe 19, anakuja kucheza tena tarehe 22. Lakini Yanga 15 20. Unaweza ukaona hapo ni kama siku tatu, baada ya siku tatu ni mchezo. Ukiangalia kwa Simba baada ya siku tatu ni mchezo. Mchezo wa kwanza tarehe 16, 16, 17, 18, 19 siku tatu. 19, 20, 21, 22 siku tatu. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hapa ndo warau siku 4. Lakini ukimtazama kwa Yanga mchezo wa kwanza atacheza tarehe 15, mchezo wa pili tarehe 20. Ana siku 5 za kujiandaa. Baada ya tarehe 20 anacheza tarehe 24 tena. Ana siku 4. Baada ya tarehe 28 anacheza tarehe 28. Ana siku 4. Baada ya 28 anacheza tarehe 1, 28, 29, 30, 31 tarehe 1 ana siku 4. Kwa hiyo na sitaki nizungumze maneno mengi sana kuhusiana na uandaji wa ratiba, lakini pia kumekuwa na changamoto kwenye uandaji wa ratiba. Ratiba unakuta imetengenezwa vizuri, imeandaliwa vizuri, lakini mwisho wa siku inakuja kutokea mara unakuta ratiba imebadilishwa. Kwa hiyo ninawaomba bodi ya ligi kuu Tanzania bara, kwa mfano sisi wenzetu Ulaya wamekwisha endelea. Ukitazama kwa mfano EPL, ligi kuu ya Uingereza, ratiba imekwisha toka na huwa ni mara chache ratiba ile kuibadilisha kwa sababu ambazo sio za msingi. Kwa hiyo naiomba bodi ya ligi kuu Tanzania bara, chonde jamani, ratiba hii ambavyo imepangwa namna hii, kila mtu anajua anacheza tarehe ngapi, anajua ni lini. Bodi ya ligi msije mkatengua ratiba hii. Kama hakuna labda pengine michezo ya timu ya taifa, sababu za msingi na za sekondari, sije mkajaribu kuja kutengua ratiba hii na kukuta kwamba viporo vinakuwa vingi kwenye ligi, mwisho wa siku ligi inachelewa kuisha. Hayo ni maombi tu, nilikuwa naomba, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo tunatakiwa tuyatazame pia kuhusiana na timu ambazo zimepanda daraja. Kuna wengi hawafahamu timu ambazo zimepanda daraja ni Geita Gold, Police Tanzania na Kagera Sugar. Kagera Sugar yeye alipanda ligi kuu Tanzania bara baada ya kupata ushindi wa nafasi ya pili kwenye ligi kuu kwenye championship, lakini Geita Gold yeye alikuwa bingwa wa championship. Police Tanzania alimfunga Tanzania Prison nyumbani pale bao 4-0, na baadaye Tanzania Prison ni mchezo wa pili, kama kumbukumbu zangu ziko vizuri, alishinda bao 1-0. Kwa hiyo ukiangalia aggregate goal ile ilikuwa ni 4-1 Tanzania hawa Police Tanzania wote wakawa wamepata nafasi ya kupanda ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo Geita Gold alikuwa anatumia uwanja wa nyumbani Bukombe Stadium Geita, lakini Police Tanzania atakuwa anatumia uwanja wa Sheikh Amri Abeid Stadium pale Arusha, lakini Kagera Sugar alikuwa anatumia uwanja wa Kaitaba Stadium Kagera pale Bukoba. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na Simba na Yanga zimechagua Uhuru Stadium kuwa uwanja wao wa nyumbani kwa msimu wa NBC Premier League mwaka 2026-27. Lakini viwanja hivyo pia vitatumika kwa matamasha mbalimbali kama Simba Day, wiki ya mwananchi na ngao ya jamii. Kama tunavyofahamu uwanja wa Benjamin Mkapa huko katika marekebisho, matengenezo, lakini pia huko unaandaliwa kwa ajili ya michuano ya AFCON mwaka 2027. Na baada ya hapo Young Africans, baada ya ngao ya jamii, sasa Yanga Sports Club itasafiri kwenda Ruangwa Agosti 15 kucheza dhidi ya Namungo katika uwanja wa Majaliwa Stadium. Lakini Simba wao watasafiri kwenda Bukoba Agosti 16 kucheza dhidi ya Kagera Sugar katika uwanja wa Kaitaba Stadium. Lakini wengi wanajiuliza kuhusiana na mechi ya ufunguzi wa ligi. Mechi ya ufunguzi wa ligi kuu NBC Tanzania bara 2026-27 itachezwa tarehe 14. Mechi ya kwanza kabisa tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka 2026, Pamba Jiji dhidi ya Dodoma Jiji FC saa 2 kamili usiku CCM Kirumba Stadium pale jijini Mwanza. Hii ndio itakuwa mechi ya kwanza ya ufunguzi wa ligi msimu wa mwaka 2026-27. Lakini kuhusiana na Kariakoo Derby sasa msimu wa mwaka 2026-27, ngao ya jamii
utakuwa ni mchezo wa kwanza wa Kariakoo Derby ambao utapigwa tarehe 12 tarehe 12 mwaka 2027 mwezi wa 8. Lakini hiyo ni ngao ya jamii. Lakini ligi kuu Tanzania bara kama ratiba haitabadilika, maana ligi kuu amekuwa na tabia kubadilisha ratiba kiorera. Tarehe 10 mwezi wa 10 2026 mchezo wa mzunguko wa kwanza Simba na Yanga utachezwa. Lakini mzunguko wa pili unatarajiwa kuchezwa tarehe 6 mwezi wa pili mwaka 2027. Hiyo ni ratiba tuna hapa, nimekupitisha tu kwa ufupi kulingana na maandalizi ya msimu huu mpya wa mwaka 2026-27 ligi kuu Tanzania bara. Bwana, mimi naomba niishie hapo, sina la ziada. Mimi naitwa Andrew Emmanuel Kadida. Unachotakiwa kufanya tu ni kusubscribe, turn on notification ili wa kwanza kutazama kazi zetu, taarifa zote za kimichezo kuhusiana na sajili mbalimbali hapa Tanzania, barani Ulaya, lakini pia ratiba ya ligi kuu NBC Tanzania bara tunakuwa nazo hapa. Kwa hiyo usiende mbali.